Kitabu cha pili cha Wafalme sura ile ya 9 aya ya kwanza hadi ya 6. Kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 9 ya kwanza hadi tusome hadi aya ya 9. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake Siba. Basi wakamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lo-debari. Basi mfalme Daudi akatuma watu, akamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lo-debari. Basi Mephibosheth mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mephibosheth, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli, akamwambia, mali yote iliyokuwa ya Sauli na nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako, nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na utumwa wako, nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake apate chakula ale. Lakini Mephibosheth mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Narudia tena, tumesoma katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 9 aya ya kwanza hadi ya 10. Mpendwa, leo nimeguswa kidogo kushirikishana na nyinyi kwamba katika maisha yetu na katika sala hizi tunazosali Mungu anatujibu sala zetu kupitia watu. Nasema Mungu anafanya kazi na watu, na hivyo kupitia watu Mungu hubariki watu wengine na Mungu huinua watu wengine. Hivyo leo somo letu linahusu wasaidizi wa hatima zetu. Kumwomba Mungu atujalie wasaidizi wa hatima zetu. Kwa Kiingereza tunaweza kusema destiny helpers, wasaidizi wa hatima zetu. Tunajua kabisa unaweza kuwa na kila kitu, lakini kama hujapata watu sahihi unaweza usifanikiwe. Unaweza kuwa na elimu nzuri, umesoma, una madigrii ya kutosha, lakini ukashindwa kufikia kilele au mafanikio yale ambayo Mungu anataka ufikie, kama tu haukupata wasaidizi wazuri wa hatima yako. Na ni Mungu anayetupatia hawa wasaidizi, na kuna wanapokuja wasaidizi hawa au destiny helpers hawa wanaweza wakaja kwa mfumo ambao hatufahamu, au unaweza usielewe kwamba huyu ndiye msaidizi Mungu aliyemweka kwangu, au hii ndio namna Mungu anavyojibu sala yangu. Na wakati mwingine tukashindwa kuwasikiliza au tukapuuza, au wakati mwingine kwa sababu hawafanani na sisi au na matarajio yetu tukakosa usaidizi ule ambao tulipaswa kupata. Najua katika maisha yetu watu wengi wanakosa katika maisha, au sio kwa sababu hawana elimu kama nilivyosema au wana maarifa, lakini wanakuwa mbali na wasaidizi wa hatima zao, au wale watu ambao Mungu amewatuma kwao. Ili safari yetu ya maisha inahitaji iweze kuwa rahisi, inahitaji urafiki, ushauri, ushirika mzuri kwa pamoja na watu ambao Mungu anawatuma kwetu. Katika somo hili tulilosikia, tunaona jinsi ambavyo huyu Siba anakuwa msaidizi wa hatima ya mtoto wa Yonathani. Yonathani alikuwa rafiki mkubwa sana wa Daudi, na mara baada ya Daudi kuwa mfalme na Yonathani kufa, Daudi anakumbuka wema aliotendewa na rafiki yake Yonathani, na tunaona kwamba anauliza katika nyumba ya Sauli, hakuna mtu yoyote ambaye yupo niweze kumtendea wema? Sasa tunaweza tukafikiri kwamba huyu Siba alikuwa katika nyumba ya Daudi kwa bahati mbaya, lakini mbele ya Mungu si kwa bahati mbaya Siba alikuwepo pale. Huyu Siba aliwekwa makusudi ili aweze kutoa taarifa ya mtoto
wa Yonathani. Siba mwenyewe alikuwa na watoto, tunaambiwa alikuwa na watoto zaidi ya 15 au 20. Daudi hamuulizi kuhusu habari zake au namna atakavyowasaidia watoto wako, lakini anauliza kuhusu nyumba ya Sauli kuna mtu. Na Siba anatokea kwa wakati huo na anasema katika nyumba Yonathani alikuwa na mtoto. Daudi hakujua hata rafiki yake alikuwa na mtoto. Huyu mtoto alikuwa ni mlemavu. Ni mlemavu. Anasema alikuwa na kilema cha mguu. Mfalme anamuuliza yuko wapi? Anaambia yuko mahali fulani. Na anakwenda kuitwa na tunasikia jinsi ambavyo mara baada ya kuja Daudi anamwambia usiogope, kwa sababu alishajiona kwamba maisha yake yamekwisha. Tena alikuwa amefungiwa kabisa. Anasema anasujudu mbele ya Daudi, huyu mtoto wa Yonathani rafiki yake Daudi. Anasema mimi mtumwa wako, ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu? Maana aliona kabisa maisha yake yamekwisha. Lakini Mungu alimweka msaidizi wa hatima yake, huyu Siba ambaye hakuna mtu angeweza kufikiria. Ndio maana msaidizi wa maisha yako anaweza kuwa mtu wa imani yako, anaweza kuwa mtu mwingine yule ambaye hukutarajia. Anaweza kukuvusha kutoka hatua moja au nyingine, kwa sababu anabeba mpango wa Mungu wa maisha yako. Wakati mwingine kwa tabia zetu, kwa hulka zetu tunawafukuza, au wakati mwingine hatui katika mlango ule wa kufunguka akili zetu na mioyo yetu kutambua kwamba huenda Mungu anatimiza hatima yangu kupitia watu, vitu, mahali. Kwa hapa anamwambia huyu mtoto wa Yonathani aliitwa Mephibosheth kwamba atakula mezani pa Daudi siku zote za maisha yake. Hapo wapendwa, tuna Martha anasema Biblia yake akisoma Wafalme wa Pili sura ya 9. Sio Wafalme, Samueli wa Pili, turekebishe kidogo. Samueli wa Pili sura ya 9 aya ya kwanza hadi ya 10. Samueli wa Pili. Samani hapo kidogo. Anamwambia huyu mtoto wa Yonathani kwamba utakula mezani pangu siku zote. Kwa hiyo Mungu amemweka Siba katikati ya maisha ya mtoto wa Yonathani aliyesahaulika ili aweze kufikia lengo lake. Na hivyo katika maisha yetu tunahitaji kupata wasaidizi sahihi wa maisha yetu. Narudia tena, sahihi. Kwa sababu vile vile mwovu kwa sababu anajua Mungu anatumia watu kutusaidia, anaweza kuweka vitu au watu ambao si sahihi kwenye maisha yetu na wakatutoa mbali au wakatupeleka mbali kabisa na hatima zile za maisha yetu, zile destiny zetu ambazo Mungu anataka tufikie, tukaenda mbali kabisa. Kwa hiyo inahitaji mwanga wa Roho Mtakatifu kutambua. Sasa tutapitia hapa tuzijue kwamba hawa wasaidizi ni watu wa namna gani, wakoje, tunawatambuaje, tuombaje. Kwa sababu nimesema majibu yetu kwa Mungu hutumia watu. Kama ambavyo tunaomba baraka kwa watumishi, hutumia watu katika kutubariki. Kama ambavyo unakuja unasema Padre nibariki, Mungu hutumia watu. Hutumia vitu, hutuma malaika wake. Na wakati mwingine tunaweza tusambue kwamba Mungu amenitumia malaika wake, mjumbe wake, ili niweze kufikia hatima yangu. Sasa huyu msaidizi wa hatima anaweza kuwa sio vile ambavyo unamfikiria. Anaweza kuwa mtu mkubwa. Mara nyingi wengi wanaweza kufikiri labda nipate connection, nasema connection, mtu wa kuniconnect. Tunaposema mtu wa connect, mara nyingi tuna watu ambao tunawafikiria. Labda huyu mtu ana mahusiano na mtu fulani na nini, hawezi kuniunganisha. Lakini anaweza kuwa sio mtu anayejulikana. Anaweza kuwa ni mfanyakazi. Kwa mfano, huyu Siba alikuwa ni mfanyakazi tu nyumbani kwa Daudi, lakini aliweza kufanya hitima. Hawa wasaidizi nimesema wamebeba baraka za Mungu kwa ajili yako. Tuangalie maisha ya
Sauti imerudi, samani kidogo. Chaji ilisha hapo. Hawa wasaidizi wa maisha, hawa wasaidizi wa hatima wamebeba baraka za kimungu ndani mwako. Haweza kawepo hapo kaona mambo yanakwenda kwenye maisha yako, kwenye nyumba yako, lakini usipokuwa makini kutambua kwamba huyu ni msaidizi wa hatima ya maisha yangu, akaondoka au kamtendea vibaya, unakuta mambo hayaendi sawa. Nimesema anaweza kuwa mtu wa kawaida kabisa. Unaweza kukuta labda hapo nyumbani uwepo wa mtu fulani unabadilisha maisha. Ni kama Yakobo alipokwenda kwa mjomba wake kule akichunga zile kondoo, alibadilisha maisha ya mjomba wake. Walibarikiwa, mifugo ikaongezeka, lakini kumbe Yakobo alikuwa ni msaidizi wa hatima yake. Yusufu mpaka anapewa waziri kule Misri baada ya Farao kuona kwamba uwepo wa Yusufu una mchango mkubwa kwenye maisha yake, akambakisha. Sasa mara nyingi watu wa namna hii huwa tunawapuuza, wakati mwingine tunawaondoa katika maisha yetu, lakini kumbe Mungu amewaweka kama wasaidizi wa hatima zetu. Sasa tuwafahamu katika maandiko matakatifu na tumuombe Mungu ili tunaposali na Mungu akatuwekea hawa wasaidizi wa hatima za maisha yetu, iwe ni watu, iwe ni vitu, wawe ni malaika, niweze kutambua, niweze kukutana nao. Kama kuna mahali popote ambapo mwovu anazuia usikutane na watu sahihi, basi sala zako ujue unazielekeza wapi. Mwambie Mungu, natamani kukutana na watu sahihi, wasaidizi sahihi. Nisema katika maisha haya hatuwezi kutembea peke yetu. Hatuwezi kutembea peke yetu. Maandiko yenyewe yanasema wawili ni bora kuliko peke yako. Wasaidizi wa hatima zetu wanaweza kuwa either ni tunaweza kusema ni mentors au role models. Hawa ni watu wakati mwingine wana ujuzi wa vitu kuliko sisi, au wana uzoefu au kile ambacho unakihitaji wao wanacho. Wana kipaji cha tofauti. Kwa mfano Musa tunaambiwa alikuwa hawezi kujieleza vizuri, na ili aweze kutimiza ile hatima ambayo Mungu amemwekea kwake, Mungu alimpatia nani? Musa. Hakutembea peke yake. Musa alipewa Aroni. Mwanzoni kabisa mtume wa Paulo, mara baada ya kuongoka katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume, Paulo hakupokeleeka, lakini Mungu alimweka msaidizi wa hatima yake ambaye aliitwa Barnaba, ambaye alimsaidia katika maisha yake. Wakati mwingine wasaidizi hawa wanaweza kuwa wafadhili wetu. Hawa ni watu ambao Mungu amewatuma katika maisha yetu, ambao huweza kulipa gharama. Hawa ni watu ambao Mungu amewatuma kutuvusha katika hatua moja kwenda hatua nyingine kadiri ya maombi yetu na nia zetu. Hata Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na wafadhili waliomsaidia katika utume wake. Tunaambiwa wakina mama walioambatana pamoja naye, familia ya kina Lazaro, Martha na Maria, walikuwa ni wasaidizi wa Bwana wetu ili aweze kufikia hatima yake. Lakini wasaidizi wa hatima au destiny helper wa namna nyingine ni wale ambao wana uwezo wa kutupendekeza mahali fulani au kwa watu fulani. Hao ni watu ambao wakisema kuhusu wewe au wakikupendekeza, unakuwa rahisi kuingia mahali ambapo huwezi kuingia. Kama ambavyo nimemwambia kwamba Barnaba alimpendekeza Paulo mahali ambapo Paulo alikataliwa, lakini ni kwa sababu ya mapendekezo ya Barnaba mitume waliweza kumpokea. Onesmo alipendekezwa kwa Filemoni na mtume Paulo. Waraka ule wa mtume Paulo kwa Filemoni, ile sura ya kwanza ya 8 hadi 20, alipendekezea kwa watu sahihi. Na kuna wakati mwingine kuna watu wanaweza sikufahamu bila watu fulani kukutambulisha. Labda kuna wengine wameweza kukutambulisha kwamba ukikutana na fulani ataweza kukusaidia jambo fulani. Yule anayekutambulisha, yule ni Mungu amemweka kama msaidizi wa hatima yako. Sasa usipokuwa mwepesi wa kupokea na kusikiliza na kuombea hilo jambo mbele ya Mwenyezi Mungu, unaweza ukapishana na msaidizi wa hatima yako. Na rafiki yangu mmoja mara nyingi tunataniana, nasema kuna wakati unaweza ukapishana na gari la mshahara. Ukapishana na msaidizi ambaye angeweza kukupa hatima ya maisha yako.
Wakati mwingine wasaidizi wetu ni waombezi wetu. Ni waombezi wetu. Intercessors. Waombezi wetu. Hawa ni watu ambao wanakuombea kwa moyo mmoja, wako tayari kuanguka magotini kwa ajili yako. Na mara nyingi nawaambia, katika maisha yetu wanasema ili aende vizuri unatakiwa wanasema uwe na daktari, namba ya daktari kwenye simu yako, uwe na namba ya mwanasheria, uwe na namba ya polisi, uwe na namba ya mchungaji. Maisha ya kawaida hayo. Lakini hawa tunatafuta ni kama watetezi. Lakini niweza kusema kwamba je, nina destiny helper au msaidizi wa hatima yangu wa kuniombea? Sio mimi tu, pale nikimwambia anguka magotini nitaweza kuanguka. Mama Teresa wa Calcutta mtakatifu, kuna mzungu mmoja binti kidogo alikuwa na tamani sana kufanya utume alikuwa anafanya Mama Teresa wa Calcutta. Alipoenda kule India, Mama Teresa alimtazama, akaona mchanga wake, udogo wake ule binti mdogo, na utume ule ulikuwa mgumu sana. Akamwambia, ninakutuma urudi katika nchi yako, lakini utakuwa na kazi nyingine. Kazi ya kutuombea, ya kuombea utume wangu. Siku moja Mama Teresa akiwa amepata shida, serikali inataka kubomoa kituo alichokuwa anajenga. Alikumbuka kwamba Mungu alimletea msaidizi wa maombi. Akampigia simu yule binti kule nje alipokuwa, na akamwambia storm the heavens, hakikisha unapiga sala kwenye mbinguni kumwomba Mungu na jambo hili. Na yule kweli alienda kasali na ile jambo likaisha. Sasa lazima kuomba Mungu msaidizi wa namna hiyo, msaidizi anayekuombea ili mipango ya Mungu iweze kukamilika katika maisha yako. Bwana wetu Yesu Kristo, nakumbuka anamwambia Petro, nimekuombea, nimekuimarisha ili imani yako ikiimarika uimarishe wengine. Na watu unapita katika changamoto, naambia jamani, niombe. Na unajua kabisa mtu huyu ataanguka magotini kwa ajili yangu. Mtu huyu kweli atasali kwa ajili yangu. Huyo ni msaidizi wa hatima yako mwema. Maana usifikirie tu wasaidizi wanaweza kutupa vitu au pesa au mali, lakini yule msaidizi wa kiroho. Wasaidizi ambao ni mababa wa kiroho. Watu wanao jipa jukumu juu ya maisha yako kwa wema. Unasema hawana hidden agenda, hawana jambo ambalo wamelificha nyuma. Lakini ni watu ambao wanatamani ufikie mahali pazuri. Wanakushauri, wanakutia moyo, na hata wakati mwingine wanakukemea. Msaidizi wa maisha sio lazima mtu unayeendana naye. Wakati mwingine tunawakosa kwa sababu tunatafuta watu tunaoendana naye. Anaweza kuwa hata mtu ambaye muende naye. Anaweza kuwa hata mlevi au mtu ambaye tofauti kabisa na vile ambavyo unafikiri. Lakini Mungu anaweza kutumia katika njia zako, katika makutano yako. Akasema neno moja na kwa kutale neno linabadilisha kabisa mtazamo wako au fikra zako. Anaweza kuwa mtu wa siku moja, anaweza kuwa mtu wa muda wa kipindi fulani, lakini vile vile anaweza kuwa mtu wa maisha yako yote. Cha muhimu nijue kwamba kwa sasa huyu yuko katika kutimiza hatima yangu kwa kiasi gani. Na ni rahisi kupima. Kwa sababu tunaambiwa kwamba tutafahamu pale tunapoongozwa na Roho kwa matunda tunayoyapata. Sasa hauwezi kung'ang'ana ukasema huyu ndiye msaidizi wangu. Ila yapo mambo ambayo Mungu atakuonyesha, utajua kabisa kwa namna huyu alivyosema, alivyoniongoza, hii kweli imenifungua na kunifikisha mahali fulani. Kweli hapa Mungu alinitumia msaidizi wangu. Sasa anaweza kuwa destiny helper wako vile vile mwenzako katika ndoa au katika biashara au katika huduma. Kwa mfano tunasoma katika habari za Paulo na Sila, walisaidiana, wakabebana, Priscilla na Aquila katika ndoa na biashara. Msaidizi wa hatima zetu. Wakati mwingine hata wale wabaya wetu wanaweza kuwa sehemu ya wasaidizi wa hatima zetu. Kuna mahali kwa sababu ya watu wanaokutendea mabaya, Mungu anawatumia hao kukuvusha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Nasema kama sikukataliwa mahali fulani, kama wale watu wasingenitendea ubaya ule, nisingefika hapa nilipo. Ni habari ya Yusufu katika Agano la Kale. Kama sio ndugu zake ambao walimtendea ubaya wakamuuza, asingefika katika viwango hivyo vikubwa alivyofika. Kwa kipindi kile wale walikuwa ni destiny helpers. Unaweza usijue. Hata wakati mwingine adui anaweza kuwa destiny helpers. Anaweza kuwa msaidizi wa hatima yako. Kwa sababu wakati huu hajui kama Mungu anaweza kutumia chuki yao, wivu wao kuendelea kukubariki. Nakumbuka habari
katika kitabu cha Esther. Esther sura ya pili aya ya kwanza na kuendelea. Story ya Esther tunaifahamu kabisa. Huyu Esther alilelewa na Mordekai, na hakujua kwamba Mordekai amewekwa pale kama msaidizi wa hatima ya Esther, ambaye Esther Mungu atamtumia katika kuwakomboa wana wa Israeli. Lakini tunachojifunza kwa Esther, na point nyingine ambayo nataka tuibebe, kwamba Esther anakuwa mnyenyekevu kumsikiliza Mordekai anachomwambia. Mordekai anasikia katika hii nyumba ya mfalme watu wanataka kuangamiza Waisraeli, anakwenda kutoa taarifa kwa Esther. Esther anapeleka ile taarifa kwenye sala na anaenda kuonana na mfalme na wanaokolewa. Kama hakuwa msikivu, kama hakutambua kwamba Mordekai amekaa pale kama msaidizi wa hatima yake, wenda Esther singefanikiwa. Kwa kuna wakati tunapaswa kusali. Ndio maana leo ninawakumbusha na kusema tuombee wasaidizi wa hatima za maisha. Tuwaombee. Na kama wapo, kama unao, kuna wakati unasema tuna watu kama alafu tunawachukulia poa. Tunaona ni kawaida tu. Na nimesema kuna wakati mwingine wanaweza kawa hawaonekani vile ambavyo tunafikiri wanaonekana. Mara nyingi tunaheshimu watu wenye vyeo, wenye pesa, wenye nini, na tunafikiri hawa ndio wasaidizi wetu. Nikikaa nao vizuri basi mambo yangu yatakaa sawa. Kama ambavyo tunakuwa na uoga na wasiwasi, labda nisipomchangia, nisipoonekana kwenye sherehe zake na nini, naye hataonekana, ukafikiri huyo ndio msaidizi wa hatima yako. Lakini kumbe msaidizi wa hatima ya maisha yako anaweza kawa yupo ni mtu ambaye hata ufikiri, hata umemzidi kwa kila kitu, lakini Mungu anaweza kumtumia huyo ili wewe ufike mahali fulani, Na hivyo kuna kila sababu ya kuwa mnyenyekevu, kuna kila sababu ya kuwa mpole, kuna kila sababu ya kushusha kiburi, pride, kujishusha kabisa, ili uweze kusaidika, ili lile ambalo Mungu amekusudia kupitia huyu msaidizi wa maisha yako liweze kutimia, la sivyo halitatimia. Nimesema Mungu anatubariki, Mungu anajibu sala zetu kupitia watu, kupitia vitu. Atatumia malaika zake ambao wakati mwingine tunaona ni kama wanadamu wa kawaida. Sasa shetani anaweza kuzuia wasaidizi wako, hata wakati mwingine kuwafanya maadui. Tunasoma katika habari za Yesu anapotaka kuwakomboa watu. Mara nyingi unaona sehemu nyingine kabisa wanawazuia wale watu. Wanamzuia mtu asipate ukombozi. Unaona kabisa ni shetani. Unaona habari zile za Bartimayo kipofu, anapotaka kuponywa anapiga kelele, nisaidieni. Yesu mwana wa Daudi nihurumie. Lakini wapo ambao muovu anawatumia kuzuia asipate kile ambacho anataka. Yeye anataka uponyaji. Kuna mwingine ambaye usisumbue, acha kelele, tulie. Shetani anazuia. Kuna wakati lazima kuwaombea wasaidizi wa hatima zetu ikiwa tunawafahamu. Lakini kumwomba Mungu akupe roho ya utambuzi, kutambua, kujua kutofautisha, kwa sababu kuna wengine wataingia kwako kama wasaidizi wa hatima yako, lakini kweli si wasaidizi bali waangamizi wa hatima yako. Kama wazazi, sala yako kubwa mzazi ni kumwomba Mungu awakutanishe watoto wako na watu walio sahihi. Haijalishi utampa elimu kiasi gani, utampa mtaji kiasi gani, lakini kama akikutana na watu sahihi hawezi kufika katika ile hatima yake. Kama akikutana na watu sio sahihi, ile hatima hataifikia. Anaweza kuishi maisha ya kupata kila kitu, lakini akaishi maisha ya mateso, ya uchungu, maisha mabaya, na hata maisha ya kukosa mbingu, kwa sababu tu hajakutana na wasaidizi wengi. Sasa lazima tuombe vile vile, kwa sababu wakati mwingine wasaidizi wako wanaweza kutumiwa na shetani wasikusaidie. Wakati mwingine unasema fulani angeweza kunisaidia, lakini anashindwa kukusaidia. Unatambua kabisa hapa lazima niombe. Umekaa mahali unajua kabisa huyu anaweza kunipa msaada, lakini hawezi kukupa msaada, hakupi msaada. Sasa tayari mwovu yule anamizuia. Kwa hiyo sasa lazima kusali na kuombea sana wasaidizi. Tusiwaache. Nasema lazima kujishusha. Huyu ambaye unafikiri si, kumbe ndiye. Wengi katika maisha yetu tumepishana na malaika. Tumepishana na yale ambayo yatatusaidia. Kwa sababu katika akili yako tunayo picha ya msaidizi anafananaje kwa hatima yetu. Lakini kumbe anaweza kuwa Siba. Kumbe anaweza kuwa Yusufu. Nakumbuka alipokuwa gerezani katika ile sura ya 41. Yusufu anapokuwa kule gerezani,
anatafsiri ndoto ya mfanyakazi kwa mfalme. Walikuwa wamefungwa wote. Lakini anapofunguliwa Yusufu anamwambia, bwana, ukiwa huko unikumbuke. Ikapita miaka. Mfalme akaota ndoto. Yule mfungwa aliyetafsiriwa ndoto na Yusufu akakumbuka, gerezani kuna mtu anaitwa Yusufu. Akamwambia mfalme, kuna mtu anaitwa Yusufu. Hii ndoto anaweza kutafsiria. Na pale ikawa mwanzo Yusufu kutoka gerezani kuanza maisha mapya. Huyo ni msaidizi mwema wa maisha. Wale ambao mnamuomba Mungu neema ya ndoa, muombe Mungu akupe msaidizi wa hatima yako hata katika ndoa. Kama kuna adui ameingilia kati, lazima kusali, kumuomba Mungu, kuombea chochote kinachozuia ili ile kazi ya usaidizi isiweze kutimia. Wakati mwingine kufungua macho. Unaposali, funga macho. Baada ya kusali, fungua macho. Na ningeweza kusema tu sio macho, masikio na akili. Kwa sababu majibu ya Mungu yapo kabisa. Tusipishane nayo. Nimesema fadhila ya muhimu inayotubeba katika kukutana vizuri na msaidizi wa hatima zetu ni fadhila ya unyenyekevu. Kwa sababu pindi tunapowekewa mbele na Mungu wasaidizi wa maisha yetu, wanaweza kuonekana ni watu wa kawaida. Na unaweza ukapuuza. Anaweza kuambia, kwa mfano, mtu mwingine anasema, labda rosari hii tunayosali hapa ni jambo la kawaida tu. Kwani kuna kipya? Lakini unaweza kukuta labda katika haya anayoongea ukakuta Mungu amekupa neno likawa hatima ya maisha yako. Likafungua kila kitu ambacho kilikuwa kimefungwa. Lakini unaweza kupata hiyo hali ya kiburi ya kuona kwamba ni kawaida tu. Ni yale, hamna jipya. Au ukafikiri labda unahitaji mtu aje nije, sisemi labda sijui kama ni msaidizi wa maisha yako, kwa hatima yako wewe mwenyewe unajua, lakini labda unaweza kuwa tayari umeshajipanga, unafikiria labda atakuja mtu mkubwa atania. Mnakumbuka Naamani alipokuwa anafikiri kama sio yule mtumishi wake, Naamani angebaki mlemavu tu, kwa sababu tayari alikuwa na plani yake na focus yake. Anasema, nilijua bwana huyu mtumishi wa Mungu atakuja ataniambia, atanifanyia jambo hili, alishapanga hata uponyaji wake, hatima yake itakuwa. Yeye anamwambia, wewe jishushe. Alipojishusha akaokoka, akaokolewa. Sasa yule mfanyakazi alikuwa ni msaidizi wa hatima yake. Ninaweza kuongea mengi, lakini hilo ni somo tena la siku nyingine. Leo itoshe kusema kwamba muombe Mungu katika maisha yako, maisha ya familia yako. Usikae na watu ambao hawakusaidia kufika katika hatima yako. Na kuna wakati mwingine ni vizuri kuwapunguza. Kama unaona kabisa huyu anisaidii kufika katika hatima yangu. Na kama kuna mtu ambaye yuko hapa anatafuta wasaidizi, basi usali. Kama ambavyo tunasali leo. Nimeweka vizuri hapo leo matendo ya mwanga, kwa sababu tunahitaji mwanga wa Mungu ili utakapokuja tuweze kuwapokea. Inaweza kuwa ni ukarimu wako mdogo kabisa ukakufungulia milango mikubwa ya baraka. Ukakuta huyo ndio msaidizi wa hatima yako. Hapa karibuni niliona katika mtandao babu mmoja, nafikiri uko Tabora. Sasa alikuwa anauza samaki, ni mtu ambaye anaelewa katika familia nyingine, nafikiri wengine labda wameona, lakini alipoombwa kama kutaniwa tu kwamba nina njaa, naomba nipatie samaki. Yeye mwenyewe ni maskini, lakini alikuwa tayari kumpatia bure samaki. Na yule mtu kumbe alikuwa anamrekodi, na baadaye maisha yake yamebadilika. Kumbe Mungu alikuwa amemtumia msaidizi wa hatima ya maisha yake. Naona katika wewe anamjengea nyumba, anabadilisha maisha pale alipokaa, hata wale waliompokea maisha yao yanabadilika. Unaona, kwa sababu tu ya msaidizi huyu wa hatima ya maisha yake. Kwa hiyo mifano iko mingi. Na una mifano yako mingi. Kuna mahali unajua ulipofika hapo kwa sababu Mungu alikuletea msaidizi wa hatima ya maisha yako. Nijiulize, nimpokee sio kama yeye, lakini zaidi nimpokee Mungu aliyemtumia yeye. Inaweza kawa ni jambo unapambana nalo. Wapo wengine hapa mnapambana na kesi mahakamani. Lakini Mungu anaweza kukutumia msaidizi wa hatima hiyo ya jambo lako. Kuwa makini atakapokuja, kuwa makini utakaposikia, kuwa makini neno utakalolipokea, hasa wakati wa sala uweze kulifanyia kazi. Leo tunatolea vile vile kwa ajili ya wazazi, hasa kuomba neema ya familia zetu, watoto wetu. Mungu aendelee kuwakutanisha na watu sahihi. Katika kazi zetu tunazofanya, Mungu akutanishe na watu sahihi. Katika biashara unazofanya, Mungu akutanishe na wateja sahihi, sio wateja wanaokuja leo wanaondoka watakaobaki. Mungu akutanishe na watu ambao wataendelea kuwa kweli wasaidizi wa maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo.